anatengeneza njia pasipo na njia. Ni ile siku ambayo Mungu atakuinua, ambayo ni siku ambayo Mungu, hata kama umeinama, Mungu atakuinua asubuhi ya leo. Kwa hivyo utarajie mambo makubwa, utarajie neema ya Mungu ambayo itatembea pamoja nawe siku ya leo. Kwa hivyo ni vyema uamini neno la Mungu asubuhi, na uhakikisha ya kwamba kila kunapokucha asubuhi ujue ya kwamba sio kawaida. Maana kuna wengi ambao tulikuwa na wao usiku kucha, tulishinda na wao jana, na wengine wao tayari wameshaaga dunia. Wengine saa hii wako katika kitanda, wamepata magonjwa, wengine wamepata ajali, nasi tuko wazima. Kwa hivyo usichukulie kama ni kawaida kujiona ama kujipata uko mzima, umepata asubuhi yako imekupata ukuwa na afya na ukuwa na nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo shukuru huyu Mungu ambaye amekupa hii nafasi, maana ni mwema kila wakati. Anakupenda na anakujali. Si ati wewe uko mkamilifu, ni neema yake tu ndio imekufanya ukaweza kupata siku ya leo. Kwa hivyo mshukuru Mungu kwa kila hali, maana amekukumbuka na ako pamoja nawe. Anakupa nafasi nyingine ya kuishi ili ukaweze kurekebisha njia zako na ili ukaweze kusilainisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unapopewa nafasi na Mungu, hakikisha hajakupa hivyo bure. Hata kama ulikuwa umetenda uovu, ujue kwamba anakupa nafasi ukaweze kutubu na ukaweze kumrejea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii nafasi sio wengi wanapewa. Kwa hivyo ukijipata umepewa hii nafasi, mshukuru huyu Mungu. Huyu Mungu ako na upendo mwingi, na huyu Mungu anatujali. Ako na wazo jema juu ya maisha yetu, na ako na kusudi ambalo ako nalo juu ya maisha yetu. Kwa hivyo asubuhi ya leo muamini huyu Mungu, na unapomwamini Mungu kwa hakika utakutana na yeye. Bwana asifiwe. Ninajua ya kwamba kuna zile vitu ambazo Mungu ametayarisha juu yetu. Kwa hivyo tukue tayari kujitayarisha, ujitakaze asubuhi ya leo, na ili ukaweze kukubalika mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ujitakaze, kama kuna uovu ambao ulitenda, jitakaze asubuhi ya leo, na ili neno ambalo Mungu amelitia kinywani mwangu nitakapoliachilia likapata nafasi ya kuingia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema ujitakaze asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Na tuombe ili tukaweze kumwalika Roho Mtakatifu akaweze kutuongoza na pia akaweze kutuelekeza katika njia zake na katika mapenzi yake, na ili tukaweze kumuomba hili neno likabadilishe maisha yetu, na pia ukaweza kumshukuru kwa hicho kibali ambacho amekupa na akanipa mimi kuwa hai wakati wa leo na siku hii ya leo. Bwana asifiwe. Baba wetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako, tunakushukuru umekuwa pamoja nasi usiku kucha. Tunajua kwamba Baba sio ni jambo ambao Baba tumetenda ati umeliona ni jema kabisa Jehova kuliko ya wale wengine. Mungu wetu, ni neema zako ambazo zimetufanya tuione siku ya leo. Tunakushukuru Mungu, maana umekuwa pamoja nasi usiku kucha Baba. Tumeona mkono wako Jehova. Ndoto ambazo tumeziota Baba, tumeona ufunuo mwingi Jehova. Tunasema ni asante kwa ishara kwamba umekuwa pamoja nasi usiku kucha. Umetulinda Jehova. Umetuepusha na wachawi na waganga Jehova ambao walikuwa wanatembea usiku kujaribu kuiba nyota zetu na kuiba maono ambao Baba umetupa. Tunakushukuru Mungu, maana hakuna jambo lolote kama hilo ambalo limetendeka, maana ulituma malaika wako wakatulinda usiku mzima na tuko buheri wa afya. Pokea sifa na utukufu Baba. Asubuhi ya leo naalika Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza katika hili neno, ili hili neno Baba likawe baraka na likawe funguo ya maisha yetu ya siku ya leo. Baba wetu, tunajiachilia mikononi mwako tukisema Baba unastahili sifa na utukufu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Ni asante Bwana kwa kipawa cha uhai asubuhi ya leo. Ni asante kwa uzima wa mwili. Ni asante Baba wetu. Pokea sifa na utukufu Baba wetu wa mbinguni. Wale ambao wanaonitazama Jehova, kama mioyo yao Baba imeinama asubuhi ya leo Baba, ukaweze kuwainua tena Jehova. Mioyo ambayo imefujika Mungu, ukaitie nguvu katika jina Yesu Kristo. Wale ambao wako na maumivu katika miili yao Jehova, ukawaondolee
ukaondoe hiyo uchungu Jehova, ukaondoe hiyo magonjwa Jehova, ili wakapate nafasi ya kusikiliza neno lako Baba. Natangaza amani, natangaza uhuru katika jina la Yesu Kristo. Wasaidie, wawezeshe Jehova, na ukawafaulishe Mungu. Wacha Roho wako Mtakatifu akaweze kuwashughulikia, ili hili neno Baba likawe baraka juu ya maisha yao, hili neno Baba likaponye miili yao na likawape tumaini. Pokea sifa na utukufu Baba, tunakuomba enenda pamoja nasi na tamati yetu ya asubuhi ya leo Baba, ukuwe pamoja nasi, na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na hata kuamini, tuseme amen. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo neno ambalo tuko nalo linatoka katika Zaburi, ni Zaburi 139, ambayo ujumbe ni kwamba Mungu ni muweza yote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ujue ya kwamba Mungu ni muweza yote. Kwa hivyo ukimwamini huyu Mungu ataweza yote siku ya leo. Bwana asifiwe. Inasema hivi: Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote, maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa. Bwana, umenisigira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Maarifa hayo ni ya ajabu, yanishida mimi, hayadhilikiki, siwezi kuyafikia. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukibie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitoa bawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari, uko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema hakika giza linanifunika, na nuru inisugukayo ingekuwa usiku. Giza nalo halikuficha kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawasawa. Maana wewe ndiye uliyeumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa umeniumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu. Nafsi yangu yajua sasa, mifupa yangu haikusitirika kwako. Nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa stadi pande za nchi, za chini ya nchi, macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako niliandikwa zote pia, siku zilizoamuliwa kabla asijawa bado. Mungu, fikira zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Kama ningezihesabu ni nyingi kuliko mchanga. Niamkapo nikari pamoja nawe. Bwana, laiti ungewafisha waofu. Enyi watu wa wanadamu, ondokeni kwangu. Kwa maana wakuasi kwa ubaya, adui zako wakutaja jina lako bure. Je, Bwana, usiwachukie watakaonichukia. Nisikirihike nao wakuasio, kuwachukia kwa ukomo wa chuki. Wamekuwa adui kwangu. Bwana, unichunguze, ujue moyo wangu, ujaribu ujue mawazo yangu, uone kama iko njia litaayo majuto ndani yangu. Akaniongeza na katika njia za milele. Bwana sifiwe. Hili neno ambalo nimelisoma asubuhi ya leo ni Daudi alikuwa ameandika kama njia ya kumsifu Mungu. Maana anasema ya kwamba anajua ya kwamba Mungu anamchunguza, anajua ya kwamba Mungu anamjua. Kwa hivyo asubuhi ya leo ujue ya kwamba Mungu anakuchunguza. Mahali popote ulipo, Mungu anakuchunguza na anakujua zaidi. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba anajua kuketi kwako na anajua kuketi kwako na pia kuondoka kwako anajua. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo mahali popote ulipo, ujue kwamba Mungu anajua kila jambo. Mungu anajua mawazo yako, kama anajua kuketi kwako na pia kuondoka kwako, anajua. Anafahamu mawazo lako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile ambacho unachowaza asubuhi ya leo, ujue kwamba Mungu anakifahamu. Mungu anakielewa zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima ufahamu ya kwamba Mungu ako pamoja nawe. Wakati unapotenda matendo ambayo unayoitenda, aidha ni matendo ya haki ama ni matendo yasiyo haki, ujue kwamba Mungu ako pamoja nawe, anakutazama. Maana hajaenda mbali na wewe, ako pamoja nawe. Bwana asifiwe. Anaendelea anasema ya kwamba amepepeta kwenda kwako na pia kulala kwako. Kwa hivyo wakati unapoenda, wakati unaporudi, wakati unapolala, wakati unapoamuka, ako pamoja nawe. Kumaanisha ya kwamba Mungu ako pamoja nawe. Yeye haja kuacha, anatembea pamoja nawe. Bwana asifiwe. Anaendelea kusema ya kwamba umeelewa. Daudi anamwambia kwamba ameelewa njia zake zote. Bwana asifiwe. Hamna neno katika ulimi wake Bwana hakosi kulijua. Kwa hivyo ujue ya kwamba Mungu anakujua na anakufahamu zaidi. Anaelewa njia zako zote, na pia yale maneno ambayo iko kwa kinywa chako, kwenye ulimi wako, anajua yale maneno yote utakayoongea siku ya leo. Kwa hivyo asubuhi ya leo uchunguze maneno ambayo utakayoachilia siku ya leo. Lazima utawanye maneno yale ni mazuri, ambayo inampa Mungu sifa, na ambayo sio ile haimpi Mungu sifa, lazima uiondoe. Maana Mungu anaijua, anangojea ukatamuke. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu Mungu kwa hakika hakuna kitu ambacho hakijui kutoka kwetu. Bwana asifiwe. Anaendelea kumwambia kwamba wewe Mungu, hakuna jambo ambalo yote unalijua. Unajua mambo yote kabisa. Kwa hivyo ujue kwamba huyu Mungu anajua mambo yako yote, siri zako zote anasifahamu. Kwa hivyo wakati unapotenda jambo, ujue kwamba anajua. Hata wakati unapotenda mambo ama dhambi silini, anajua kile ambacho unafanya. Kwa hivyo usione kama umejificha. Usione kama kwamba huonekani. Mungu wa mbinguni anakutazama popote uendapo. Bwana asifiwe. Unaona hiyo maarifa ambayo Daudi anasema, maarifa ya Mungu ni ya ajabu. Bwana asifiwe. Maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Maana huwezi ukapata maarifa ingine kama hiyo. Inasema ya kwamba, alisema ya kwamba maarifa yako Mungu yamenishida mimi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maarifa ya Mungu inatusida sana, maana hujui venye Mungu anavyofikiria, lakini Mungu anajua venye wewe ambavyo unaofikiria. Anajua mawazo yako. Kwa hivyo ujue kwamba Mungu ako pamoja nawe. Kile ambacho kinastahili ujue ni kwamba ati uendapo, popote uendapo, chochote ufanyacho, hata uende wapi, atakuwa pamoja na anakuona. Anasema ya kwamba hata jiepushe na roho yake huwezi. Hata ukisema ya kwamba unajificha Mungu, haitawezekana. Utakuwa unajichanganya bure. Utakuwa we mwenyewe, utakuwa unajitanganya wewe mwenyewe. Kwa hivyo ni vyema umfahamu Mungu na umwelewe kabisa ya kwamba ni Mungu aliye pamoja nasi. Ni Mungu ambaye anatufuata kila wakati. Ni Mungu ambaye anaotuongoza. Maana kama anajua mambo yetu yote, kama anajua kwenda kwetu na kurudi kwetu, kama anajua kuamka kwetu na kulala kwetu, ni kumaanisha anatujua zaidi na anatufahamu kabisa. Bwana asifiwe. Hata wakati unapojaribu kuondokea uso wake, huwezi ukautorokea. Bwana asifiwe. Huwezi ukajificha uso wa Mungu, maana uso wa Mungu utakutazama na hakuna wakati utakuondokea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ujue kwamba asubuhi ya leo, chochote unachofanya asubuhi ya leo, ujue kwamba Mungu wako pamoja nawe. Kwa hivyo jua venye utaambia Mungu wako asubuhi ya leo.
Jua venye utaambia Mungu akaweze kuingilia kati maisha yako ya siku ya leo, maana ako pamoja na wewe. Kama anajua hayo yote, mjulishe kile ambacho unahitaji siku ya leo, mfahamishe, maana ni Baba yetu wa mbinguni na anatupenda sana na anatujali, ako na upendo wa kipekee. Kwa hivyo asubuhi ya leo, julisha Mungu kile ambacho unachotaka. Kama ni ugonjwa ambao inakusumbua asubuhi ya leo, mwambie huyu akaweze kukuponya. Yeye anajua mizizi ya ugonjwa wako ambao mahali huko. Yeye ndiye anayejua na kuifahamu kabisa. Unapomuomba na umulilia asubuhi ya leo, nina uhakika atakata hiyo mizizi ya ugonjwa ambao uko nayo. Kwa hivyo shida ambazo unazozipitia anazielewa, anazifahamu kabisa. Mwambie Mungu, kama unajua unatembea pamoja nami, niamkapo, nilalapo unajua, ninapokwenda unajua, mawazo yangu unajua, maneno ya ulimi yangu unaijua Mungu. Naomba asubuhi ya leo Mungu ukaweze kunifungulia milango yangu, ukaweze kutembea pamoja nami, ukanipiganie vita vyote, ukanielekeze kwenye baraka zangu siku ya leo, ukanipe kibali. Wakati unapoomba hivyo asubuhi ya leo, Mungu wako pamoja nawe na atakusikiliza. Ya muhimu ni ufahamu ya kwamba uko naye hapo kwa hapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba njia zako, matendo yako, kuongea kwako kunampa Mungu utukufu. Na kama unapofanya hivyo, kwa uhakika utaona mkono wa Mungu venye atakushika siku ya leo, venye atakufanya ukafaulu siku ya leo, venye atakupigania vita siku ya leo, venye atakupa kibali ambacho hukuwa nacho. Mahali umekuwa umeng'ang'ana, utaona ya kwamba hutang'ang'ana tena. Huo mng'eng'ano, huyo Mungu ukimjulisha kile ambacho unataka, ako pamoja nawe. Mjulishe haja za moyo wako, anasijua, anasifahamu vyema. Kwa hivyo asubuhi ya leo, muelezee, mkubuse ahadi ambazo alikuahidi ya kwamba ataenenda pamoja nawe siku zote, atakubariki, atakuinua, atakupigania vita vyote. Yeye ndiye aliyetuahidi na yeye ndiye alituambia tusiogope, maana ako pamoja nasi. Kwa hivyo usiogope asubuhi ya leo. Don't fear today. Bwana asifiwe. Maana yeye alituambia tusiogope, tumtumainie yeye peke yake, ako tayari kutupigania kwa lolote. Kwa hivyo asubuhi ya leo, hakikisha ya kwamba umemjulisha Mungu haja zako. Hakikisha ya kwamba tumaini lako liko ndani ya neno lake. Bwana asifiwe. Inasema ya kwamba, anasema hata nikipanda mbinguni niwe na mabawa, ati niende nijifiche, pia Mungu ako huko mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu ako kila mahali. Ukisema uko na mabawa uweze kutoroka upae juu, utamkuta mahali pale. Na pia anasema akifanya ati kuzimu ndio kitanda yake. Kwa hivyo hata ukifanya ati kuzimu, ati huko ndio utaenda kukaa, huko ndio kutakuwa kitanda yako, bado Mungu yugali huko kuzimu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu ako pamoja na wewe, ako kila mahali. Hata ukienda kuzimu, mahali Lucifer ako, Shetani mwenyewe ako pahali pale. Kwa hivyo hakuna pahali popote dunia hii na hata mbinguni, hata kuzimu, ambapo Mungu hayuko. Kwa hivyo ujue ya kwamba wakati uko katika shida, wakati unajipata uko gerezani, wakati uko unajipata katika situation nyingine gumu sana, jua ya kwamba kama ako kuzimu, ako kila mahali. Ukitorokea pande yoyote, upae juu, ako kila mahali. Kwa hivyo hata uko katika hiyo situation huko, ako pahali pale. Muamini na umugundue. Ukishamgundua kwamba Mungu wako ako pamoja nawe, mjulishe haja za moyo wako. Atakubariki, atakutoa kwenye hiyo shida ambayo uko. Kwa hivyo ujue kwamba huyu Mungu matendo yake ni ajabu. Ujue kwamba huyu Mungu ile nguvu aliye naye hakuna yeyote duniani na hata huko mbinguni aliye nayo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo popote uendapo, ujue kwamba Mungu ako pamoja nawe, na usikue unadanganya moyo wako ya kwamba Mungu hakuoni. Usidanganye moyo wako ati Mungu hakuoni kamwe. Anasema ya kwamba ako kila mahali. Daudi anasema hata atorokee wapi, Mungu
yugali yuko mahali pale. Kwa hivyo hakikisha kwamba njia zako na mienendo yako inaambatana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Pia nasema kwa angepata mabawa aende mwisho wa bahari, akitoroka pia huko Mungu wako. Bwana asifiwe. Hakuna pahali ambapo unaweza toroka na ukose Mungu huko. Ako huko popote uendapo, ako mahali pale. Kwa hivyo asubuhi ya leo, jua Mungu ako pamoja nawe, anakutazama, anakutazama mahali popote ulipo. Kwa hivyo katika ile hali uliyomo, jua ya kwamba Mungu ako pamoja nawe asubuhi ya leo. Jua ya kwamba huyu Mungu hatakuachilia. Jua ya kwamba huyu Mungu atasimama na wewe. Anatembea kila mahali unapoenda unamkuta ako pahali pale. Kumaanisha ya kwamba kila ambacho unachohitaji ni unamfahamu ako pamoja nawe. Unamwambia Mungu, niko hapa, niokoe, nikoboe. Mungu nipiganie, nishidanie vita zote. Mungu niponye, ponya mwili wangu, ponya nafsi yangu. Maana Mungu ako pamoja nawe kila wakati, na hakuna pahali popote hakosi, ako kila mahali. Bwana asifiwe. Anasema kwamba na mkono wake wa kuume utanishika. Ni kweli, huo mkono wa kuume wa Baba wetu wa mbinguni utatushikilia. Kwa hivyo tusihangaike tena, tusikuwe na mawazo kiasi ya kwamba inatuletea asas, inatuletea shida katika miili yetu. Jua ya kwamba huyu Mungu ametushika mkono na mkono wake wa kuume. Sisi ni watoto yake. Kwa hivyo ujue ya kwamba asubuhi ya leo huyu Mungu amekushika mkono. Bwana asifiwe. Kama amekushika mkono, kubali mtembee pamoja naye. Kubali akuelekeze katika njia zake. Kubali akuongoze katika matendo yako. Akuongoze katika ile biashara unayofanya. Kubali akushike mkono mahali pote unapofanya kazi. Kwenye biashara yako, kubali kutembea na Mungu. Usimweke kando. Bwana asifiwe. Maana wakati mwingi sisi wanadamu tunamwekanga kando. Unaweza jipata kuna zile changamoto ama yale majaribu huwa tunapata kila siku. Unaweza jipata kuna ndilo ambayo imekupata asubuhi ya leo. Lakini wewe mwenyewe unawaza ya kwamba hii ndilo sio halali. Na unaona uifanye ama ujifiche. Ujue ya kwamba Mungu ako pamoja nawe, anakutazama. Kwa hivyo usifurahishwe na maua, maana baada ya kukaa itaanguka chini ama ioze. Kwa hivyo heri mtumainie Mungu, heri ukae katika njia zake, heri upokee kile ambacho ni takatifu, kile ambacho hakina dosari yoyote, hakina uchafu wowote. Ila kikuwa kidogo, mshukuru Mungu. Kikuwa kingi, pia mshukuru. Lakini usitoke katika njia za Bwana. Usitoke katika kutenda mema ambayo Bwana wetu wa mbinguni, Baba wetu wa mbinguni anataka tukatende. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ndugu yangu na dada yangu, mahali pote unaponitazama, hakikisha ya kwamba njia zako umezinyorosa mzuri, ili naye Mungu akaweza kuingilia kati siku yako ya leo. Ikiwa leo ni Monday, Mungu kile ambacho anakufunguliza saa hii wiki yote utaona mkono wa Mungu. Hii wiki yote utaona ushindi ambao Mungu atakupa. Utaona kibali ambacho Mungu atakupa, ataachilia kwako hii wiki yote na pia huu mwezi wote. Ukikaa ndani ya Mungu, ukikaa katika njia zake, ninakuhakikishia ya kwamba huyu Mungu ataendelea kukushika mkono. Bwana asifiwe. Atakupanua, atakuongezea, atakuwezesha, atakufaulisha huyu Mungu. Atakupa afya, hutapata magonjwa wiki hii na mwezi hii. Maana atakulinda, maana ako pamoja nawe. Anajua kila pahali. Hata kuzimu, anasema hata ukienda kuzimu, Mungu pia ako mahali pale. Ako kila mahali. Ni kumaanisha ya kwamba kama ako mahali,
kumaanisha hata Shetani akikuchukua akupeleke kuzimu, huyu Mungu atakutoa mahali pale. Ukienda baharini ukazame huko, Mungu hata mwisho wa bahari, Mungu atakuokoa mahali pale. Hata upae juu, Mungu atakuokoa mahali pale. Kwa hivyo usikuwe na shida yoyote asubuhi ya leo. Usikuwe na ile kutomwamini. Weka tumaini ndani ya Mungu. Maana popote utakapoenda, huyu Mungu ako pamoja nawe. Ishara kwamba atakuendelea kukushika mkono. Haijalishi kutakuwa na ungumu kiasi gani. Haijalishi vita itakuwa imeinuka kiasi gani. Huyu Mungu ako pamoja nawe. Kwa hivyo usiogope. Amini huyu Mungu na uamini hili neno na utaona matendo ya Mungu. Niko na uhakika ndani ya Kristo ya kwamba wewe ambao unanitazama, maisha yako haitabaki vile ambavyo ilivyokuwa jana. Utaona mkono wa Bwana. Kile ambacho hakikuwezekana last week, kitarajia kitawezekana hii wiki. Tarajia kwamba ule ngumu ambao ulikuwa unaupitia umeondoka. Amini ya kwamba ile ugonjwa ambao ulikuwa ndani yako, amini ya kwamba Mungu ameishughulikia asubuhi ya leo na huo ugonjwa umekuondoka. Maana Mungu ako pamoja nawe. Bwana sifiwe. Hata wakati kuna giza, bado ako pamoja nawe. Ako mahali pale, kwenye giza, kwenye nuru, ako mahali pale. Kwa hivyo hakuna pahali popote unayoweza kutorokea ambapo Mungu hayuko. Mungu ako kila mahali. Kwa hivyo amini pamoja na hili neno ya kwamba Mungu ako kila mahali. Na kama ako mahali, mtumainie. Mtumainie kwa lolote ambalo unalotaka. Lolote ambalo unataka akufanyie, muaminie na atakutendea. Weka imani ndani ya Mungu na utaona matendo yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, huyu Mungu akawabariki, akawaongoze, akawape furaha, akawasidanie, akawaelekeze kwenye baraka zenu. Mungu akaweze kushughulikia shinda ambazo mko nazo, matatizo ambayo imemsukuma. Mungu akaigilie kati, maana sisi ni watoto wake, anatupenda na anatujali. Bora tu tukae ndani yake, tumwamini na tujue kwamba ako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima ujitakaze nafsi yangu, ili naye Bwana, Roho wa Bwana akapate mahali pa kukaa ndani yako, ili mkaweze kutembea na yeye kwa karibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiogope popote utakapoenda siku ya leo. Bwana ako pamoja nawe. Usitie wasiwasi, usitie shaka kwa lolote ambao utakalofanya siku ya leo. Usiangalie masaa uone masaa ndio hiyo inaisha. Mungu anakujaga 11 hour. Bwana asifiwe. Unaweza ona ya kwamba umeshinda mchana mzima, unaona ya kwamba hujapata kitu, lakini nakuhakikishia kwamba ikisema imebakisha dakika kidogo ufuge hiyo biashara uko nayo, Mungu atakutumia mteja, atakutumia mtu ambaye atakaye kuinua, mtu ambaye atakubariki. Kwa hivyo kabla siku haijaisha, jua ya kwamba Mungu ako pamoja nawe. Hata ukiona masaa imesoga, ujue ya kwamba Mungu ako pamoja nawe. Na maana ulimwaminia na ukamwambia, Mungu nibariki na unipe kitu ambacho nitapelekea familia yangu, ambacho nitapata. Mungu hatakuacha. Mungu atahakikisha kwamba umekula na umekunywa, na kile ambacho hukuwa nacho anakupa. Kwa hivyo usione masaa imefika, masaa ya saa 7 hujapata kitu. Ninakuhakikishia ya kwamba huyu Mungu tunayomwamini, huyu Mungu ambaye tumejiunganisha na yeye, dakika ya mwisho atasimama na wewe. Bwana asifiwe. Atakusangaza sana. Kwa hivyo usikufe moyo. Hata ukiona venye kutaenda, usikufe moyo. Na kuhakikishia jioni ifikapo, unapoenda nyumbani, Mungu baraka zako atakuwa tayari ameshaziachilia dakika ya mwisho. Kwa hivyo usikufe moyo, endelea kumtumainia Mungu siku yako ya leo na utaona ukuu wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anawapenda
na ako na nia njema juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Mungu anapokukubariki siku ya leo, usisahau kumrudishia shukrani, maana shukrani ni ya muhimu sana. Kile ambacho Mungu atakuwezesha, hakikisha ya kwamba umetoa shukrani, unatoa dhabihu zako na fungu zako za 10. Bwana asifiwe. Ili Mungu akasidi kukufungulia milango na asidi kukulinda na asidi kukuongoza. Mbarikiwe na Mungu na muwe na siku njema. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, na kushukuru kwa ajili ya hili neno ambalo umelitia kinywani mwangu. Kwa hakika Bwana, tumeona mkono wako. Tunasema ni asante Bwana kwa ajili ya hili neno ambao umetupa asubuhi ya leo. Kumaanisha ya kwamba Mungu, mahali popote tuendapo uko pamoja nasi. Mahali popote Jehova uko duniani hata mbinguni Jehova, uko kila mahali, uko kona zote za dunia, hata mahali, hata baharini, hata kuzimu uko pahali pale Jehova. Ni asante Mungu wetu. Ni kumaanisha Jehova ati chochote ama popote utakapoenda utakuwa pamoja nasi, maana uko kila pahali. Baba, tunaomba ukaweza kututangulia katika shughuli zetu za siku ya leo. Ukatubariki, ukatuinue Baba, ukatupe kibali katika biashara zetu, na biashara ambayo tunayofanya Baba zikaweze kukubalika Baba, zikaweze kuinuka na kupanuka katika jina Yesu Kristo. Wale ambao wameajiriwa Mungu, uendelee kuwapa kibali mahali ambapo wanapofanya kazi Baba, ukainue, ukawape promotion, na kile ambacho wanachokipata Mungu, wacha ukikabariki na ukakiinue, kikawafanyie matendo makuu Jehova. Hata kikuwa kidogo Baba, wacha kikatose mahitaji yao Baba, maana wewe ni Mungu mweza yote. Ni asante Baba wetu wa mbinguni. Tunakushukuru na tunasema ni asante, maana kuiona siku ya leo na kupata hili neno Jehova sio kawaida. Ni neema Jehova na ni mkono wako Baba umegharimu. Ni asante Baba wetu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Kumbuka hao wote Baba wanaonitazama Baba, ukawajalie neema zako, ukawajalie huruma zako. Tembea pamoja nawe, wasaidie, wafaulishe siku ya leo. Hii wiki Baba yote tunaikabidhi mikononi mwako. Ibada zote ambazo zimefanywa kuanzia saa hii Baba, hii wiki yote Baba, ukaweze kujidhihirisha, ukaweze kuonekana. Baba ni asante kwa kuturudishia roho wa maombi katika hii nyumba Jehova. Baba ninakushukuru na inua jina lako, maana Baba kupitia maombi hiyo ndio itakaofanya tufaulu Jehova katika vita zote za kiroho Baba, na kuinukiwa kwote Jehova tutakusida kupitia maombi. Baba yetu wa mbinguni, ni asante kwa kuturejeshea roho wa maombi katika hii nyumba. Hii nyumba yako ni nyumba ya upendo, ni nyumba ya maombi Jehova. Huyo roho wa maombi ambaye alikuwa ameondoka miongoni mwetu Jehova, ni asante Baba, maana umerejesha. Asante Mungu, tupe hiyo nafasi mara tena Jehova, ili Baba tukaweze kukuabudu na kukusifu Baba, na tuendelee Baba kulilia watu wako ambao Baba haya madhabahu uliyatenga kwa ajili ya watu wako Jehova. Baba tusaidie na utuwezeshe, utufaulishe Mungu katika shughuli zetu za kila siku. Baba yetu wa mbinguni, naomba ukaweza kukumbuka mtumishi wa hii nyumba Reverend Hezekiah Dura Warige Jehova, pamoja na familia yake. Baba ulimupa maono Mungu Baba, nasi tunaomba sisi ambao tunasikilia maono yake Baba, ukatupe upendo Jehova na ufahamu Baba, ili tukaweze kufahamu vyema Jehova, na tukaweze kusikilia maono yake Jehova, ili kaweze Baba kufaulu. Asante Mungu wetu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Baba wetu, usisahau Jehova washirika wote Jehova, wanafamilia wote wa CFC Mungu, na pia partners popote walipo Jehova, ukawakumbuke asubuhi ya leo. Kila mmoja Baba ukamkumbuke pamoja na familia yake Jehova, ukawabariki, ukawainue Jehova, ukawapiganie vita vyote ambavyo washetani ameinukia nao Jehova. Magonjwa Baba ukaweze kuwaponya, ukaweze kuwaweka huru katika jina la Yesu Kristo. Minyororo yote ambayo shetani amefunga maisha ya kila mmoja wetu Jehova, minyororo hiyo Jehova ikaweze kukatika katika jina la Yesu Kristo. Sisi tuko huru katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu. Mungu wetu, tunakuomba ibada zote ambazo zikafanyika katika hii nyumba zikawa ni ibada za baraka, zikaweza kubariki na kuinua maisha ya wengi katika jina la Yesu Kristo. Baba tumejiachilia mikononi mwako, tukiamini ya kwamba Baba uko pamoja nasi popote utakapoenda, popote Jehova utakapoenda, utakuwa na kibali, utatupa kibali Jehova. Chochote tukachofanya Mungu, wacha tukafanye kuambatana na mapenzi yako, na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Have a lovely day and may God
fight for you. In Jesus' name, amen and amen.